Siku niliyomwajiri Mariam kama dada wa kazi, nilidhani nimepata msaidizi wa kunipunguzia majukumu. Lakini kila nilipokuwa nikimtazama usoni, nilihisi kuna kitu kinanivuta kwake. Siku niliyogundua siri aliyoificha kwa miaka 25 ndani ya begi lake la nguo, dunia yangu ilisimama. Huyu hakuwa dada wa kazi wa kawaida. Karibu kwenye Simulizi Afrika, na huu ndio ukweli wa maisha yangu. Siku hiyo nilirudi nyumbani bila taarifa. Niliingia sebuleni kwa kunyata. Nilitaka kumfanyia dada yangu wa kazi surprise. Lakini nilichokikuta kilinifanya nishindwe kupumua. Nilimkuta Mariam, dada yangu wa kazi, akiwa amepiga magoti mbele ya picha yangu. Alikuwa anaibubujikia machozi. Mikononi mwake alikuwa ameshika kisu kidogo na kanga moja kuukuu iliyochakaa. Alikuwa ananong'ona maneno ambayo sitayasahau maishani mwangu. Alisema, "Mwanangu, nisamehe kwa kukuacha kwenye jalala." Mwili wangu ulitetemeka. Nilihisi dunia inazunguka. Huyu mwanamke aliyekuwa anapiga deki nyumba yangu kila siku. Huyu mwanamke niliyemlipa mshahara kila mwezi. Inawezekana vipi akawa ndiye mama aliyenitupa? Karibu kwenye hii simulizi. I hope utajifunza vitu vingi sana. Na hii ni sehemu ya kwanza ya mkasa huu wa kusisimua. Mimi naitwa Neema. Leo hii nina kila kitu ambacho mwanamke anatamani. Nina kampuni yangu mwenyewe, ninaishi kwenye jumba la kifahari, watu wananiheshimu na kuniogopa. Lakini moyoni mwangu nina kovu ambalo haliponi. Kovu la kutupwa jalalani nikiwa mchanga sana. Maisha yangu yote nimeishi nikiamini sina mtu yoyote duniani. Mwezi uliopita kazi zilizidi kuwa nyingi. Nyumba yangu ilihitaji uangalizi. Niliamua kutafuta msaidizi wa kazi za ndani. Nilimhitaji mtu mwenye busara. Sikutaka wasichana wadogo wa mjini. Ndipo alipotokea mwanamke mmoja. Jina lake ni Mariam. Alipokuja kuomba kazi, alionekana tofauti. Mavazi yake yalikuwa duni, lakini masafi sana. Kila nilipomuuliza swali, alikuwa ananitazama kwa macho yenye unyevu. "Una uzoefu wa kazi?" nilimuuliza. Mariamu alishusha pumzi ndefu. "Nitakufanyia kazi kwa moyo mmoja mwanangu," alijibu. Lile neno mwanangu lilinitoa jasho. Lilitoka kwa sauti ya upole ambayo sikuwahi kuisikia maishani mwangu. Nilimpa kazi papo hapo. Niliamua kumpa chumba kizuri cha kulala. Mariamu alikuwa mfanyakazi wa ajabu. Alikuwa akifanya usafi kwa bidii kuliko mtu yeyote. Lakini kitu kimoja kilinishangaza sana. Mariamu alikuwa anajua vitu vyangu vya siri. Alikuwa anajua kuwa mimi sipendi maziwa kwenye chai. Alikuwa anajua kuwa napenda maua ya waridi nyekundu. Wakati mwingine nilikuwa nikiamka usiku na mkuta amesimama mlangoni mwa chumba changu. Ananitazama nikiwa nimelala, huku akilia kwa sauti ya chini. Siku moja niliamua kufanya uchunguzi. Nilijifanya nimeondoka kwenda kazini, lakini niliegesha gari langu mbali na nyumba. Nilikurudi kwa miguu na kuingia ndani kwa siri. Hapo ndipo nilipomkuta na kile kisu na ile kanga kuukuu. Kisu kile hakikuwa cha kunidhuru. Alikuwa akikishika kama vile ni kitu cha thamani sana. Alikuwa anakikumbatia huku analia. Nilitokea nyuma yake na kupiga kelele, "Mariam, unafanya nini na kisu hicho?" Mariamu alishtuka sana. Kisu kilianguka chini. Aligeuka na kunitazama kwa macho yaliyojaa hofu. Uso wake ulikunjamana kwa maumivu. "Neema, mwanangu, naweza kukuelezea," alisema kwa sauti inayotetemeka. Mimi nilikuwa na hasira. "Usiite jina langu na usiniite mwanao. Wewe ni dada wa kazi tu. Begi lako liko wapi?" Nilienda mbio hadi chumbani kwake. Begi lile lilikuwa limefungwa kufuli kubwa. Sikujali. Nilikamata jiwe kubwa na kuvunja kufuli lile kwa nguvu moja. Nilichokikuta ndani ya lile begi kilinifanya niishiwe na nguvu za kusimama. Miguu yangu ililegea, nikaanguka chini. Ndani ya begi kulikuwa na nusu ya kitambaa. Kitambaa kilichokuwa na damu kavu, na pembeni yake kulikuwa na barua ya siri. Barua iliyoandikwa miaka 25 iliyopita. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Nilikaa chini ya sakafu, pembeni ya lile begi nililovunja kufuli yake. Nilikichukua kile kitambaa chenye damu kavu. Kilifanana kabisa na kile kitambaa nilichohifadhiwa nacho kule kwenye kituo cha kulelea watoto yatima.
Kisha nikaifungua ile barua. Karatasi yake ilikuwa ya njano na ilikuwa imechakaa sana. Maneno yaliandikwa kwa mkono uliokuwa na haraka. Barua ilisema, mwanangu, kama unasoma haya, jua nakupenda. Nimelazimika kukuacha hapa ili uishi. Maisha yangu yapo hatarini na wewe hutakuwa salama ukiwa nami. Tafuta alama ya kovu mkononi mwangu, utanitambua. Niliinua macho yangu kwa mshtuko. Mariam alikuwa amesimama mlangoni akinitazama kwa machozi. Mariam, ni wewe? Kweli ni wewe? Niliuliza kwa sauti ya kilio. Mariam alipiga magoti pale pale mlangoni. Alivuta mkondo wake wa kulia na kunionyesha kovu kubwa. Kovu lile lilikuwa linafanana na langu la mguuni. Neema, mwanangu, huku ni kutelekezwa kwa upendo, Mariam alisema. Nilikasirika ghafla. Upendo gani wa kumtupa mwanao kwenye takataka? Unajua nilipitia nini kule kwenye kituo cha kulelea watoto yatima? Unajua baridi niliyohisi usiku ule nikiwa peke yangu? Mariam alilia kwa sauti ya uchungu. Alianza kusimulia hadithi ambayo sikuwahi kuitegemea. Miaka 25 iliyopita, nilikuwa binti mdogo, Mariam alianza. Nilikuwa nafanya kazi kwa tajiri mmoja mkubwa mjini. Tajiri huyo alinidanganya na nikapata ujauzito wako. Alipojua nina mimba, alitaka niitoe kwa nguvu. Alituma watu waniue ili siri yake isijulikane. Nilikimbia usiku wa manane, sina hata senti moja. Siku niliyojifungua, nilikuwa kwenye kichaka karibu na lile jalala. Mariam aliendelea kusimulia huku akitetemeka. Watu wa yule tajiri walikuwa wananitafuta kila kona. Nilijua nikibaki na wewe, wote tutauawa. Niliamua kukufunga kwenye kile kitambaa cha kanga. Nilikuweka kwenye jalala ambalo nilijua wasamaria wema hupita asubuhi. Nilikata nusu ya kanga yangu, nikabaki na nusu nyingine. Nilikata kidole changu, nikaandika barua ile kwa damu yangu mwenyewe. Nilikimbia huku nikilia, nikiamini kuwa Mungu atakutunza. Nilibaki nimeduaa. Mariam hakuishia hapo. Aliniambia kuwa kwa miaka yote hiyo, alikuwa ananitafuta. Alikuwa anafanya kazi za ndani kwenye nyumba mbalimbali ili kupata chakula. Alikuwa anaulizia kila kituo cha watoto yatima. Hadi siku moja, aliona picha yangu kwenye gazeti. Picha ya mwanamke shujaa wa mwaka. Alinitambua kwa lile kovu la mguuni nililokuwa nalo tangu kuzaliwa. Sikuja hapa kukuomba pesa Neema, Mariam alisema. Nilikuja hapa ili nione tu ukifaulu. Nilitaka kufa huku nikijua kuwa mwanangu amekuwa mwanamke mkuu. Nisamehe kwa kukuacha. Nisamehe kwa kuwa dada wa kazi kwenye nyumba yako. Moyo wangu ulikuwa unavuja damu. Upande mmoja, nilimhurumia sana mama huyu. Upande mwingine, miaka 25 ya upweke ilikuwa inanishtaki. Nilimtazama Mariam, mama yangu mzazi. Nilitazama kile kisu alichokuwa amekishika awali Selehuni. Mariam, kisu kile cha nini? Niliuliza. Mariam aliinamisha kichwa chini. Siri aliyoniambia kuhusu kile kisu ilikuwa ya kutisha zaidi ya ile ya jalalani. Nilimtazama Mariam. Macho yake yalikuwa na hofu ambayo sikuwahi kuiona. Alikishika kile kisu kwa mikono inayotetemeka. Kisu hiki Neema, sio cha kufanyia fujo, alisema Mariam. Kisu hiki ndicho kilichoniokoa usiku ule niliokuacha jalalani. Mmoja wa wale watu watajiri alinizidi nguvu. Nilipambana naye na kisu hiki kilimaliza kila kitu. Tangu siku hiyo, nimekiweka kama kumbukumbu ya ukatili wa baba yako. Niliishiwa nguvu. Baba yangu mzazi alitaka kutuua. Tajiri ambaye kila mtu mjini anamheshimu. Yuko wapi sasa hivi? Niliuliza kwa hasira. Mariam alinitazama kwa huruma. Yuko hapa hapa mjini Neema. Na siri kubwa zaidi ni kwamba amekuwa akikutafuta. Si kwa sababu anakupenda, bali kwa sababu wewe ndiye mrithi pekee wa mali zake. Mke wake hana mtoto na sheria inambana. Ghafla tulisikia kishindo kikubwa nje ya mlango wa sebule. Sauti ya breki za magari mengi ilisikika. Nilienda dirishani na kuchungulia. Moyo wangu ulidunda kwa kasi. Magari meusi matatu yalikuwa yamezunguka nyumba yangu. Wanaume wenye suti nyeusi walishuka. Mmoja wao alikuwa mzee, mwenye mvi, na alionekana kuwa na mamlaka. Mariam alipochungulia, alipiga yowe la chini. Ni yeye Neema, ni baba yako. Amegundua niko hapa. Niliingia na hofu ya ajabu. Nilikimbia kuelekea mlangoni na kufunga kufuli zote. Lakini nilijua milango ya vioo haitaweza kuwazuia. Mariam, kwa nini amekuja sasa hivi? Niliuliza huku nikitetemeka. Kwa sababu nilivunja ahadi.
Mariam alijibu huku akilia. Alinitumia ujumbe wiki iliyopita. Alisema nikithubutu kukuambia ukweli, atatuharibu wote. Lakini sikuweza kuvumilia tena kukuona unateseka kwa upweke. Sauti ya kengele ya mlangoni ililia kwa nguvu. Ding dong, ding dong. Kisha sauti nzito ya kiume ilisikika kwa nje. Neema, fungua mlango. Najua uko ndani na huyo mwanamke. Nimekuja kuchukua kile kilicho changu. Niliitazama ile barua ya damu iliyokuwa mkononi mwangu. Nikaitazama ile kanga kuukuu. Kisha nikamtazama mama yangu ambaye alikuwa amepiga magoti akisali. Hasira ilianza kuchukua nafasi ya hofu. Miaka 25 ya kuitwa yatima. Miaka 25 ya kulia usiku. Yote ilisababishwa na mtu huyu aliyesimama nje ya mlango wangu. Nilikichukua kile kisu kutoka mikononi mwa Mariam. Mama, simama, nilisema kwa sauti ya mamlaka. Huyu mtu alikutupa wewe na akanitupa mimi. Leo mchezo wake unaishia hapa. Nilienda mlangoni. Niliushika mpini wa mlango kwa nguvu. Mariam alinivuta nguo yangu akiniomba nisiende. Lakini nilijua bila kukabiliana na huyu nduli nitaendelea kuwa mtumwa maisha yangu yote. Nilifungua mlango kwa nguvu. Macho yangu yakakutana na macho ya yule mzee. Alikuwa na tabasamu la kikatili. Hujambo mwanangu, alisema huku akinyoosha mkono. Nilisimama wima mlangoni, sikutikisika hata kidogo. Yule mzee alinitazama kuanzia kichwani hadi miguuni. Tabasamu lake lilikuwa la dharau. Hujambo mwanangu, alirudia tena. Nilimtazama kwa macho makavu. Wewe sio mwanao, nilimjibu. Wewe ni mgeni usiyealikwa nyumbani kwangu. Na anakuomba uondoke sasa hivi kabla sijaita jeshi la polisi. Yule mzee alicheka kicheko cha kikatili. Polisi? Neema, mimi ndiye sheria ya jiji hili. Unajua kwa nini niko hapa? Nimekuja kumchukua huyo mwanamke aliyekujaza sumu kichwani. Mariam, toka nje mara moja. Alipiga kelele iliyotingisha kuta za nyumba yangu. Mariam alitokea nyuma yangu akiwa anatetemeka. Alikuwa amejificha begani kwangu. Bosi, tafadhali nikuombe, Mariam alisema kwa sauti ya kilio. Mimi ndiye uliyenitafuta kwa miaka yote hii. Mwanangu hana kosa lolote. Niko tayari kuondoka na wewe, lakini mruhusu Neema aishi kwa amani. Moyo wangu uliuma kusikia mama yangu akijishusha kiasi hicho. Nilimshika mkono Mariam na kumvuta mbele. Mama, usimuombe msamaha huyu mnyama, nilisema. Kisha nikamgeukia yule mzee. Unamfuata Mariam kwa sababu unaogopa siri yako itavuja. Unaogopa ulimwengu ujue kuwa tajiri mkubwa wa jiji alimtupa mwanaye. Au unaogopa kumpoteza mrithi pekee wa kampuni zako. Yule mzee alinyamaza ghafla. Macho yake yalibadilika na kuwa ya baridi. Una akili sana Neema, alisema kwa sauti ya chini. Mke wangu hawezi kupata mtoto. Ndugu zangu wanangojea nife ili wagawanye mali zangu. Siwezi kuruhusu hilo litokee. Wewe ndiye damu yangu pekee. Njoo nami, ukawe mkurugenzi wa kampuni zangu. Lakini kwa sharti moja. Huyo mwanamke, Mariam, lazima atokomee maisha yake yote. Unataka nimfukuze mama yangu? Niliuliza kwa mshangao. Mama aliyenibeba tumboni kwa miezi 9. Mama aliyepigana na watu wako ili nifike jalalani nikiwa hai. Yule mzee alitupa barua moja ya kisheria miguuni pangu. Chagua Neema. Chagua utajiri wa mabilioni na heshima ya jina langu, au chagua umaskini na huyo dada wa kazi aliyekutelekeza. Niliitazama ile barua. Kisha nikaikumbuka ile kanga kuukuu ya Mariam. Nilikumbuka jinsi alivyokuwa ananikanda miguu usiku ule nikiwa na homa. Nilikumbuka sauti yake ya upole akiniita mwanangu. Niliinua kile kisu alichokuwa nacho Mariam. Wale walinzi wake walitaka kunitolea silaha zao, lakini yule mzee aliwazuia kwa mkono. Hii ndiyo jibu langu, nilisema huku nikiipasua ile barua ya kisheria vipande vipande. Mali zako sizihitaji. Utajiri wako una harufu ya damu na usaliti. Mimi ni Neema, nimejijenga mwenyewe bila jina lako. Na mwanamke huyu unayemuita dada wa kazi ndio malkia wa nyumba hii kuanzia leo. Yule mzee alikasirika hadi uso wake ukawa mwekundu. Utajuta Neema. Nitahakikisha kampuni yako inafilisika kesho asubuhi. Nitakufuta kwenye ramani ya jiji hili. Aligeuka na kuelekea kwenye gari lake. Lakini kabla hajaingia, alinitolea neno moja la mwisho.
Siri ya lile jalala haijaishia hapo. Muulize Mariam, ni nani mwingine aliyekuwepo pale usiku ule? Magari yaliondoka kwa kasi, yakiacha vumbi jingi. Niligeuka na kumtazama Mariam, alikuwa amepauka usoni. Mama, nani mwingine alikuwepo usiku ule? Niliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Mariam alianguka chini na kuanza kulia kwa uchungu. Kina kitu kingine sikutaka ukijue Neema. Siku ile jalalani, hukuwa peke yako. Nilimshika mama yangu mabega. Mama, unamaanisha nini kusema sikuwa peke yangu? Kwani kuna nini kingine ulichonificha? Mariamu alikuwa anatetemeka mwili mzima. Alinitazama kwa macho yaliyopoteza matumaini. Neema, siku ile nilijifungua watoto wawili, wewe na pacha wako wa kiume. Moyo wangu ulisimama. Sina pacha tu, bali nina kaka. Yuko wapi mama? Mbona hukuniambia? Mariamu alifunika uso wake kwa mikono. Usiku ule kwenye jalala nilikuwa na haraka sana. Wale watu wa baba yako walikuwa mita chache tu nyuma yangu. Niliwaweka ninyi nyote wawili kwenye box moja. Lakini kabla sijaondoka, mtu mmoja alitokea. Alikuwa ni mwanamke mzee aliyekuwa anaokota chupa. Alimuona yule mtoto wa kiume, akamchukua na kukimbia naye. Nilijaribu kumfuata, lakini nguvu ziliniishia. Nilianguka na kupoteza fahamu kwa saa kadhaa. Nilipoamka, yule mwanamke alikuwa ameshatoweka na mwanangu. Wewe pekee ndiye uliyekuwa umebaki kwenye lile box. Nilihisi nimepoteza nusu ya roho yangu. Hiyo ndiyo siri ambayo baba yako anaitumia kunitishia. Anajua yule mtoto yuko wapi na anamtumia kama chambo. Nilihisi hasira ya ajabu. Baba yangu anajua kaka yangu yuko wapi na anamtumia ili kumnyamazisha mama yangu. Mama, huyo kaka yangu anaitwa nani? Baba amemfanya nini? Mariamu alishika kifua chake kwa maumivu. Anaitwa Baraka. Baba yako amemlea huko nje ya nchi kwa siri. Lakini Baraka hajui ukweli. Anajua mimi nilikufa wakati namzaa. Anajua wewe ni adui unayetaka kuchukua mali za baba yake. Amemfundisha Baraka kukuchukia na kukuharibu. Ghafla, simu yangu ya mkononi ililia. Ilikuwa ni mamba ngeni. Niliipokea kwa hofu. Sauti ya kijana mdogo yenye mamlaka na baridi ilisikika. Neema, nimesikia umemkata mzee. Umeamua kukana huyo mwanamke mjakazi. Umecheza karata mbaya sana dada yangu. Nilihisi baridi kuanzia utosini hadi unyayoni. Baraka, ni wewe? Kijana yule alicheka kicheko kilichofanana na cha yule mzee. Usiniite kaka. Mimi sina dada aliyetelekezwa jalalani. Mimi ni mrithi wa mali hizi na niko hapa kumaliza ulichokianzisha. Angalia nje ya geti lako tena. Nilikimbia dirishani. Yule mzee alikuwa ameshaondoka, lakini kijana mmoja mrefu, mtanashati, alikuwa amesimama mbele ya geti. Alikuwa ameshika kiberiti na chupa ya petroli. Macho yake alikuwa na chuki ile ile niliyoiona kwa baba yangu, lakini sura yake ilikuwa ni nakala yangu kabisa. Neema, usitoke nje! Mariamu alipiga kelele, lakini Baraka alikuwa ameshaanza kumwaga petroli kwenye geti la mbao. Kama hamtaki kutoa siri za familia nje, basi mteketene ndani, Baraka alipiga kelele. Moto ulianza kuwaka. Dunia yangu ilianza kuingia kwenye giza la moshi. Kaka yangu wa damu alikuwa anataka Moshi mzito ulianza kuingia ndani ya nyumba. Harufu ya petroli ilitanda kila kona. Baraka, usifanye hivi! Nilipiga kelele dirishani, lakini kaka yangu hakuwa anasikiliza. Macho yake yalikuwa yamepofushwa na chuki ya miaka mingi. Alikuwa ameshika kiberiti kingine mkononi. Wewe ni kikwazo kwa maisha yangu, Neema, Baraka alijibu kwa hasira. Baba ameniambia kuwa wewe ndiye uliyemshawishi mama atutupe. Moyo wangu uliuma. Baba yetu alikuwa amemlisha uongo wa kutisha. Mariam alikimbia kuelekea mlangoni. Hakujali moto uliokuwa unaanza kushika mbao za geti. Baraka, mwanangu! Mariam alipiga kelele huku akikohoa. Mimi ndiye mama yako. Usiharibu maisha yako kwa ajili ya mtu aliyekutumia kama silaha. Baraka alicheka kwa dharau. Mama yangu alikufa siku niliyozaliwa. Hivyo ndivyo baba alivyoniambia. Wewe ni mjakazi tu unayetaka utajiri wa familia yetu. Alirusha kiberiti kingine kwenye zulia la mlangoni. Moto ulilipuka kwa nguvu. Nilikimbia na kumvuta Mariam nyuma kabla moto haujamshika. Tulikuwa tumenaswa. Nyumba ilikuwa imejaa moshi na milango yote ilikuwa na moto. Nilikumbuka kile kisu na ile barua ya damu. Nilikimbia chumbani na kuchukua kile kitambaa cha kanga. Nilirudi dirishani huku nikikohoa sana. Baraka, tazama hiki! Nilirusha nusu ya kanga ile nje ya dirisha. Tazama kitambaa hiki, ni nusu ya kanga uliofungwa nayo siku ile jalalani.
Baraka alikitazama kile kitambaa kilichoanguka miguuni pake. Alikishika kwa mikono inayotetemeka. Alitoa nusu nyingine ya kanga mfukoni mwake, nusu ambayo baba yake alimwambia ni kumbukumbu ya mama yake aliyekufa. Aliziunganisha nusu hizo mbili, ziliingiliana kabisa. Mchoro wa kanga ile ulikuwa mmoja. Baraka alipiga magoti pale pale nje. Inawezekana vipi? Alinongona. Baba aliniambia mama alikufa akiwa amevaa kanga hii. Mariam, mwanamke huyu mjakazi, anawezaje kuwa na nusu nyingine? Mariam alijisogeza karibu na dirisha, uso wake ukiwa na masizi ya moshi. Kwa sababu mimi nipo hai, Baraka. Baba yako alikuchukua mikononi mwa mwanamke mzee usiku ule. Alikulea ili uwe silaha yake ya kunitisha mimi siseme ukweli. Baraka alimtazama yule mzee aliyekuwa amekaa ndani ya gari la mbali, akitazama moto unavyowaka. Yule mzee hakuwa na wasiwasi. Alikuwa anatabasamu akisubiri nyumba iteketee. Hapo ndipo Baraka alipogundua ukweli mchungu. Baba yake hakuwa anamlinda, alikuwa anamtumia kufanya mauaji. Baba, Baraka alipiga kelele kuelekea kwenye gari. Kwa nini hukuniambia mama yupo hai? Yule mzee alishusha kioo cha gari. Baraka, maliza kazi uliotumwa. Huyo mwanamke sio mama yako, ni shetani. Lakini Baraka aliona machozi ya Mariam. Aliona sura yangu mimi, pacha wake, tukifanana kama shilingi kwa ya pili. Baraka aligeuka na kuanza kupigana na ule moto. Alivua koti lake na kuanza kuuzima moto wa mlangoni. Neema, fungua mlango wa nyuma, toka nje haraka. Nikamata mkono wa Mariam na kukimbia kuelekea mlango wa jikoni. Tulisukumana nje huku tukikohoa kwa nguvu. Tulipofika nje, Baraka alitukumbatia sote wawili. Ilikuwa ni mara ya kwanza watoto wawili pacha na mama yao aliyetelekezwa kukutana na kukumbatana baada ya miaka 25. Lakini furaha yetu ilikatishwa na sauti ya bunduki. Paa! Risasi ilipiga ukuta wa nyumba, sentimita chache kutoka kichwani kwa Baraka. Yule mzee alishuka kwenye gari. Mkononi mwake alikuwa ameshika bastola. Kama siwezi kuwa na mrithi anayenitii, basi hakuna atakayembaki hai kuisimulia siri hii. Sauti ya risasi ilipasua anga la usiku. Tulijirusha chini kwa pamoja. Baraka alinitupa mimi na mama upande wa pili wa gari lililokuwa limeegeshwa. Kimbilieni gerezani! Baraka alipiga kelele. Lakini yule mzee alikuwa amepoteza akili. Alikuwa anafyatua risasi hovyo huku akisogea karibu. Niliwatengeneza na ninaweza kuwaharibu, alipiga kelele kwa sauti ya kilevi cha madaraka. Lakini yule mzee alisahau kitu kimoja. Alisahau kuwa siri zake hazikuwa mikononi mwa Mariam pekee. Wakati pambano likiendelea, sauti ya vingora vya polisi ilisikika kwa mbali. Wiu, wiu! Mwangaza wa bluu na mwekundu ulianza kuonekana kwenye kuta za nyumba yangu. Yule mzee alisimama ghafla, uso wake ulijawa na hofu. Nani amewaita polisi? Alinguruma. Niliinua kichwa changu na kupigia kelele. Niliweka mfumo wa dharura wa usalama kwenye nyumba yangu. Pale tu ulipovunja mlango, polisi walipata taarifa. Na kamera zangu zimenasa kila kitu ulichokisema, kuanzia uongo wako hadi jaribio la kutuua kwa moto na bunduki. Magari ya polisi yalivamia ndani ya geti. Walinzi wa yule mzee walinyosha mikono yao juu mara moja. Yule mzee alijaribu kutoroka, lakini Baraka alimrukia kwa nguvu. Kaka yangu alimzidi nguvu baba yake katili. Alimnyang'anya bunduki na kumshikilia hadi polisi walikomfikia. Mchezo umeisha boss, Baraka alisema kwa uchungu. Leo siri zako zote zitakuwa hadharani. Yule mzee alifungwa pingu huku akitupia maneno ya laana. Alichukuliwa na kuingizwa kwenye gari la polisi. Dunia yake ya utajiri na uongo ilikuwa imesambaratika ndani ya dakika chache. Watu wa zimamoto walifanikiwa kuuzima moto uliokuwa unaanza kuila nyumba yangu. Tulibaki pale watatu, mimi, Baraka na mama yetu Mariam. Moshi ulikuwa umeanza kutulia na jua la asubuhi lilianza kuchomoza. Mariam alitutazama sote wawili. Alitupa mikono yake na kutukumbatia kwa nguvu. Mungu ni mkubwa, alinong'ona huku akilia. Mwanangu Neema, mwanangu Baraka. Leo nusu mbili za kanga hii zimeungana kwa mara ya kwanza. Maisha yangu yalibadilika tangu siku ile. Mariam hakuendelea kuwa dada wa kazi, alikuwa malkia wa nyumba yetu. Baraka alikataa kurithi mali za baba yake. Tuliamua kuuza kila kitu kilichokuwa na laana ya damu na kutoa pesa hizo kwa vituo vya watoto yatima. Mimi na kaka yangu tulianzisha kampuni mpya kwa pamoja, kampuni ya Pacha Foundation, kwa ajili ya kuwatafuta watoto waliopotea na kuwaunganisha na familia zao.
Nimejifunza kuwa hakuna siri inayoweza kuzikwa milele na hakuna umaskini unaoweza kufuta upendo wa kweli wa mama. Leo hii kila ninapomtazama Mariam sebuleni akicheza na wajukuu zake, nashukuru kwa siku niliyovunja kufuli la begi lake. Nashukuru kwa siri ya dada wa kazi.